Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza Mheshimiwa Waziri, nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa rehema na neema ambayo ameendelea kutupatia katika viwanja hivi tukaweza kufanya lile ambalo tumekusudia kulifanya. Lakini pili, kwa niaba ya maafisa na wapiganaji wote wa chuo cha mafunzo, nachukua nafasi hii kuwakaribisha wote katika viwanja hivi vya chuo cha kufundishia maafisa na wapiganaji, yaani MTS hapa Hamojamtani. Vile vile kwa namna kipekee kabisa nachukua nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri kuja kushirikiana nasi katika hafla hii fupi ya kuweka jiwe la msingi la makazi ya maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo. Tunajua kwamba kuna shughuli nyingi sana za kwako binafsi, za kifamilia, za kijamii, lakini pia za kiserikali, lakini tulipopata ujumbe wa kuja kushirikiana nasi katika kufanya hivyo, kwa hiyo tunachukua nafasi hii kukushukuru sana na niseme tu kwamba karibu sana na tunathamini sana uwepo wako, na hii ni historia kwetu kuja kuweka jiwe la msingi la nyumba hizi 9 za maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na waalikwa wote, leo ni tarehe 22 mwezi huu wa 12 mwaka 2025. Idara hii ya chuo cha mafunzo inaendelea kuthibitisha kwa vitendo namna gani serikali yetu ya awamu ya 8 inavyoleta maendeleo makubwa kwa wananchi wote hapa Zanzibar. Leo hii tunaweka historia nyingine tena ya kujenga au ya kuweka jiwe la msingi la nyumba 9 za wapiganaji. Nyumba hizi 9 zitatumiwa na familia 8 tofauti. Kwa hiyo tutakapokamilika kwake, nyumba hizi zitaweza kupunguza uhaba wa makazi kwa maafisa wetu na wapiganaji wetu wa chuo cha mafunzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kawaida maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo wanapaswa kukaa karibu sana na makambi yao, kwa sababu ndani ya kambi ya chuo cha mafunzo tunahudumia jamii, tunahudumia wale watu ambao walikosea sheria na wakaletwa ndani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunapaswa tuwarekebishe tabia ili watakaporudi kwenye jamii wawe ni watu safi na watu wa mfano katika jamii ile. Kwa maana hiyo tunapaswa tuwe karibu na makambi hayo katika wakati wowote, ili ikitokea dharura basi tuweze kuwa karibu na kuweza kutoa msaada wowote unaohitajika. Ama hata ikiwa ni muda usio wa kazi, basi tunapaswa tuwe karibu. Lakini vile vile tunapaswa tuwe karibu hata siku za mapumziko ama siku za weekend, ili ikitokea dharura yote ndani ya vyuo vya mafunzo au vyuo vya kurekebisha tabia, basi kwa haraka tuweze kufika na kuweza kutoa msaada unaohitajika. Hii ndio sababu kubwa inatufanya tuwe tunajenga nyumba nyingi za makazi karibu na makambi yetu kila uchao. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi huu si tu kwamba unaleta au unaweka mazingira bora ya makazi kwa wapiganaji wetu, pia utaimarisha utendaji kazi zetu, hasa kuzingatiwa kwamba chuo cha mafunzo tuna wajibu wa kurekebisha tabia kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali ya kwamba tunajivunia mafanikio mengi na mazuri, lakini hatukosi changamoto. Katika ujenzi wetu huu unaoona hapa mbele unaoendelea, tuna changamoto chache sana. Changamoto moja ni kupata fedha au kulipa malipo ya ujenzi huu kwa kusuasua kutoka Wizara ya Fedha. Hadi leo tumepata malipo machache sana, kiasi kwamba yule msambazaji vifaa wetu bado anakuwa na sita kidogo kutuletea vifaa zaidi. Hii nadhani Mheshimiwa Naibu Katibu atakuja kuelezea, ataweza kutoa kwa ufafanuzi zaidi kile kiasi ambacho kimelipa na kicho bakia. Lakini changamoto ya pili ni kama vile Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amenifilisi kidogo, ingawa bado ina mantiki. Ilikuwa ni kupata tu barabara katika maeneo yetu, lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tulikuja hapa amenithibitishia kwamba tutajengea barabara. Niombe tu barabara hili basi
iongeze kipande kidogo tukujia kwenye makazi haya. Bila shaka baada ya majengo haya kukamilika, tutakuwa tuna majengo mazuri na ya kupendeza sana, lakini tutakosa barabara kipande kidogo tufika kwenye barabara kubwa pale. Kwa hiyo tungeomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kama itakupendeza, na imani kabisa itakupendeza, kwa sababu umesema mwenyewe kwamba hapa ni nyumbani na ndipo ulipoanzia. Kwa hiyo itapendeza sana ukituombea kwa hao wakandarasi watusogezee kipande kidogo cha barabara kiweze kufika kwenye majengo haya, ili watakaokaa hapa waweze kukaa kwa namna bora na ya kupendeza kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote waalikwa, muonekano wa majengo haya ni kazi bora sana iliyofanywa na wakandarasi wazalendo na mafundi mahiri kutoka chuo cha mafunzo. Kimsingi nguvu kazi iliyotumika katika ujenzi huu kuanzia mafundi na hata vibarua imetokana na sisi wenyewe watu wa chuo cha mafunzo. Kwa maana hiyo tunajivunia kwamba kazi hii unayoona hapa mbele tumejenga sisi wenyewe, na inatuendeleza kutupa ubora mwingi zaidi wa kuweza kujenga majengo mema na bora zaidi, lakini pia inatupa ujasiri wa kuweza kuendelea kusimamia miradi mikubwa zaidi kuliko hii unayoiona mbele yako. Mheshimiwa rasmi, hakika kabisa mradi huu unaona mbele yako utakapokamilika kwa kiasi kikubwa utapunguza uhaba wa makazi kwa wapiganaji wetu, lakini pia utanyanyua ari na morali ya watendaji wetu, kwa kuwa watakuwa wametulia na familia zao katika makazi yaliyo bora na ya kisasa. Aidha, mradi huu utaweza kuondosha changamoto nyingi za wapiganaji wetu wanazozipata huko mitaani wanakoishi. Tumepata changamoto nyingi za wapiganaji wetu, wakati mwingine wanavamiwa, wakati mwingine changamoto mbalimbali za kimakazi huko mitaani zinawakuta, lakini tukiwatoa mitaani tukiwaleta hapa ndani ya makambi, tutaweza kuwanusuru na kuwapunguzia changamoto nyingi za kimaisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme msemaji sana, nilitakiwa tu nitoe neno dogo. Kwa maana hiyo, kwa maneno haya machache niliyoongea, naomba tu niseme tunakushukuru sana kwa mara nyingine tena, na tunasema karibu sana ndugu mchana, na tunashukuru kwa ujio wako, lakini sambamba na wote ambao wamehudhuria kwa mwaliko wetu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo machache, niseme ndio sasa nimkaribishe Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar aje azungumze machache ili ratiba zingine ziendelee.